ya Bwana Mungu ni juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta kuhubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma niponyeshe wenye kuvunjika kwa moyo, kutangazia wafungwa uhuru wao, na wale waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Amen. Verse ya kwanza. Isaiah 61. Ndio. Verse 1. To proclaim the acceptance year of the Lord and the day of the vision of Isaiah, the son of Amos, which is so concerning Judah and Jerusalem in the days of Hosea, Jotham. Haukuwe pale bien-aimé. Isaya chapitre 61 verset 1. Ngoja nisome uitranslate tu mara. Has filled me with his spirit. Ndio. He has chosen me to send me to bring good news to the poor, to heal the broken heart, to announce the release to captives and freedom to those in prison. Amina. Amen. Tunaona ile ni mpango yenye mbingu imaliza kupanga. That's a program the heavens plans kwa ajili yetu sisi binadamu. As human being. Ipatikane mwili, so that a body can be found yenye roho wa Bwana atakuwa juu yake. Amen. In which the spirit of the Lord shall be atakuwa juu ya mission moja tu. And he will come for one mission. Bale waliokuwa bafungwa kwa minyororo ya shetani, those who were prisoned, bapate kuhubiriwa habari za kuwekwa huru kwao. So that they can be preached the message of their freedom. Bapate kuhubiriwa habari za kufunguliwa kwao. Amen. So they can be preached the message of their freedom, their release. Na kila mwanaume and every man, na kila mwanamke aliyejikuta alikuwa mfungwa, aliyejikuta alikuwa mtumwa or slave, wakati alisikia hii habari njema, when he heard this ya kufunguliwa kwake, his freedom, ya kukombolewa kwake, his redemption, alitikia mwito wa Bwana bila mashaka. He accepted the call of the Lord without any doubt. Akakubali neema, akakubali habari njema ya kufunguliwa kwake kwa furaha yote. Hallelujah. With all joy. Na mule ndani ya habari njema, and in the good news, yenye ndio ukombozi wetu, which is our redemption, ndio mwenye tunapigia hatua zetu. Amen. Is in it where we are walking, ndio mwenye tunafanyia maisha yetu, we are making our lives in. Kwa sababu nje ya ile, because out of that, mtoto ya Mungu kwenda kushota laana. Amen. The child of God to go and fetch only the case. Mungu atusaidie sana. Amen. Ukamkuta mtu mwenye baada ya kufunguliwa, if you find a man after being released, baada ya kuwekwa huru, being free, tena yeye peka anajipeleka mkifungo, then himself again takes back in the prison or in jail. Sinaweza kuwa ni kuchanganyikiwa akili. Amen. Something which will be like confusing. Pale Beni, in Beni, kwa mtu mwenye ashakaenda ona ba prisonnier. Someone went to see prisoners. Sasa kama bilikuwaka je? Now I don't know what happened. Prisonnier mwaka muita sasa mwana atampatia habari za kupeleka kwao. One prisoner called him, like giving him a message. Ule mara moja akampeleka fasi mwako kwenye akamubloke. Then a certain place he na kumtoa mavazi yake and undressed him. Kisha yeye anatosha zile za prison, then he took, anamwambia wewe vala prisoner and the prison clothes. Kisha yeye akavala zile zenye ule mtu alikuwa nazo. He put on the clothes that man came na kutoka KGPT and passed. Sasa naona havale nguo za prison, kwa hiyo ni visitor maana yake alikuwa kuona tu akapita yake akachoka prison clothes and he passed
ule kusema yeye anataka kuya. Now when that one Wanaambia wanted to hautapita hapa come, huko they said prison. you cannot pass it because you are a prisoner. Marama kaanza ikala chini Then kulia. he sat down and started crying. Kulia. Start crying. Jua nini analia? Why is he crying? Anaona alikuwa mtu wa uhuru. He saw that he was Maisha yake haiko prison. He's Anaenda kujikuta ndani ya prison bila kosa he yoyote. found himself in jail without any problem. Frere, Brother, sister, mwenyewe ulipata neema kupokea ujumbe ya if kukombolea. you have found grace to receive the Maisha ya prison the life of haipaswi prison, kuwa maisha yako. Amen. Maisha ya utumwa inaomba ilume. Haipaswi kuwa maisha ya kuzoea. the life to be used to. Paske tulifurahia Because Ah. we rejoiced, we were happy. mwenye wa Biblia ya Kiswahili Who was a na Kiingereza. Tukamatie Zaburi 17 shairi la 4. 70. Kanakuya mkichwa meka naongea vitu, kanaongea jambo mawili ya mzuri sana. Just came, but he's talking something. Frère bien-aimé, Beloved, baada ya kutolewa mkasho, after unatolewa ndani ya utumwa. you are taken out of this slavery, Kama haukupataka furaha ya okovu wako, if you didn't found the joy of your salvation, basi manaka kusi ulijiingizaka. which means maybe you introduce yourself in Lakini it. ile sauti ya Bwana wetu Yesu But Kristo that voice of our Lord Jesus Christ, kuisikia kwa masikio when we yako, hear it ukaielewa, and understood it, inakuelezea hii haiko maisha yako. you did not Habari za realize kukombolewa kwako. the message of your freedom, your redemption. Hii andiko wakati litimiaka hii unabii. When this prophecy was fulfilled, Maandiko natuambia Yesu aliingiaka ndani ya the hekalu. scripture says Jesus entered in the temple Bakamupatia kile kitabu cha Isaya. and they gave him the Sasa book of zamani kitabu Isaiah. kiwana kunjiwaka sawa Now, ruo a hii. long time ago, the Kisha book wanafunga hapo was, kamba. yes, Senya alifungula ile kamba, when he opened the robe anafungula kile chio cha and Isaya. opened the book of Isaiah. Maandiko nasema akasoma ile nafasi yenye ilikuwa imeandikwa juu The yake. scripture says he read the place which was Roho wa Bwana concerning ni juu him. yangu. The Spirit of the Lord Ili is nitie upon me. kuhubiri watu wenye So mioyo ya that I can come kunyenyekea, and preach to the kutangaza devil, habari za kufunguliwa kwa wafungwa, kutangazia wafungwa kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. proclaim also the year which has been accepted by the Kisomo kote Lord. wakamwona hivi. All Kisha the akakunja temple tena was kitabu, watching on it. akafunga Then kamba, he closed it again aseme akamupa and mlinzi went wa and kitabu. came back to the guy. Sasa walikuwa wako wanaona wanashangala As they were shangala. wondering, Kisha akasema Then he andiko hili this scripture, limetimia leo it has machoni been penu. fulfilled on your eyes. Ndio maana That's why haitakiwa mtoto ya Mungu it doesn't mean kukua tu wa A child of kuangalia God. neno la Mungu litimie kumacho yako. see only the word of God to be fulfilled on your Batoto ya Mungu The sisi child of tunasikia, we listen, tena tunasikia, Then we listen. kisha tunaifanya ikuwe yetu. make it to be ours. Hatuko wa kusikia tu juu neno ya Mungu ikuwe ushuhuda We kwetu. don't listen only because so that the word of God can be like a testimony or maybe Juu Yesu Kristo Make anasema a kwamba witness kuna against wengine us. ambao because Jesus Christ said, habari njema ya ufalme wa others, the mbingu king- the- itakuwa tu ushuhuda kwao. others, Manake ni the- watu wenyewe hawana neema ya the kingdom of kuamini. God, Ni watu wenyewe hawana neema ya kupokea habari njema. testimony, Batasikia tu tu iwe so ushuhuda. that it can be- it can Lakini testify. kwa wazao But for the children of the kingdom, sisi ni neema ya kukombolewa kwetu. it is the grace of our redemption. Zaburi 17 Psalms 70 shairi la 4. on verse 4. Tutasoma ndani ya jina la Yesu Kristo. Ndio In the name of Wote the Lord. ambao wanakutafuta wote ambao wanakutafuta washangilie. washangilie. Eske twende pole pole bien aime. Eske hapa tuko na wanaume na wanawake ambao wanatafutaka Bwana. Amen. Amen.
Bale wenye kutafuta uso wa Bwana kwa Those bidii. are people who seek the Lord. Wale wenye kutafuta Bwana ndani katika kumtafuta kule kumtafuta kwa moyo wao. Amen. With all their hearts. Aseme wawe na Say, kushangilia. Amen. let them be glad. Tuko pamoja. Amen. Mungu atusaidie sana. Amen. Tuende Na kufurahi na kufurahia nao wanaopenda wokovu wako waseme daima Mungu atukuzwe. Amina. May all who come to you be glad and joyful. May all who are thankful for your salvation always say, how great is God. Amen. Mungu anabariki sana. Amen. Eske ba frère na ba sœur, Brothers and sisters, muliosikia nguvu ya wokovu, Amen. muliosikia uhakika ya wokovu, Amen. the truth of the salvation. mwayo wokovu unaikalaka mnasikia unaifurahia. Amen. Eske mwayo wokovu unapiga kama hatua zako unasikia Hallelujah. unafurahia. Amen. Making your steps in it, do you feel glad? Maana wokovu, Because the salvation, kukombolewa Amen. ni kitu halisi. Amen. Ni uhakika. Kama umekombolewa once redeemed, utasikia nguvu za wokovu. Amen. the power of redemption. Neno la Mungu linatuambia ya But the kwamba word of God says, kama uliupata if you found it, uichunge sana. C'est ça. keep it precisely. Neno la Mungu linatuambia hivi. The word of God says this. Tukamata kitabu cha Ufunuo sura yake ya 16, Revelation chapter 16 chapitre 16 verset 15. on verse 15. 16:15. Ndio. Tazama ninakusha kama mwizi. Ndio. Heri yeye anayeangalia na kutunza mavazi yake. Mungu atusaidie sana. Amen. Listen, I am coming like a thief. Happy is who stay awake and guard his clothes, so that he will not walk around naked and be ashamed in public. Amina. Asiende uchi watu wako wakaona Uchi haya wa yake. haya yake. Mungu atusaidie sana. Amen. Amen. Bwana wetu Yesu Kristo Our Lord Jesus Christ, kukuja kuchukua bibi harusi wake, come and take his bride. atakuya sawa mwezi. You come like a thief. Unajua kwamba hakuacha mwezi, You know, he didn't leave hakuacha a month juma, or a week hakuacha mwaka, or a year hakuacha siku, or a day, hakuacha dakika wala saa. not even a minute or Maanake an hakuna hour, mwenye anajua. which means Amen. no one knows. Ndio maana sasa neno natonya kwamba kumbe ni kazi ya kila mtu sasa I wanna say it's the kuwa work of mwangalifu everyone sana to be aware, Amen. ili vazi lako so lisichafuke, that Amen. your garment should ili not be usiondolewe dirty, vazi or lako. you should not be Juu atakapokuja uncovered. anakukuta haukuchunga vazi lako, Amen. anakukuta vazi lako lilichafuliwa. Amen. Aseme ile siku ndio siku haya yako itaonekana. Your garment dirty. He said that day Jua nini kuonekana? your shame will be. Watu walikuona ukiimba sana, People saw kumbe you ulishafuliwa singing. vazi la wokovu. Wow, Amen. Watu walikuona ukahubiri sana, kumbe ulishafuliwa vazi la wokovu. Amen. Watu walikuona uliomba sana, kumbe ushakachafuliwa mavazi ya wokovu. Ndio maana ni wakati wetu sasa People, that's why it's now wa our time kuanza kufanya verification. of Amen. the purification. Wakati nilikuwa na ikala, When I was sitting, niko naingia mwa hivi vitu kusoma. when I was reading this, Ni kama vile tulikuwa mwa esprit mwana frere Anatole. it's Amen. like we were in one spirit with Brother Sasa Anatole. sikia kikali kuna gusia vile vitu na mimi mwenyewe nilikuwa nasikia roho iko inanisukuma When I heard him reading kenge those anje things, kutafuta kuhubiri juu ya kile kitu, nasema Eh. friend ngatu tena na ile juma tu tulikuwa tumeongea naye. We- I saw him talking about those things. I said, and it was exactly the same week when we were talking to him. I was talking to him.
Kuna wakati nitokaka tu hivi kazini, because one day I went, nikasikia wewe unanisukuma kusema anza soma kwanza kidogo njoo ulale. Then I like just read first. Fungua tu Biblia nikaona ile fasi ndio nafikia. When I open on the Bible, I fungua mara pili naona nafikia tena kitu kama kile. And when I open second place, sema maana roho napenda tuzungumze siku kwa hili kitu mkusanyiko wa watakatifu. I said that then the Spirit wants me to talk about this. Ndio nikaanza kuikala. Then I sat. Nikakumbuka kakoti yangu mwaka ile nilitoka nako Uganda. Then I remember one of my jacket I came with. Kenye mpaka saa hii hakaya kwa kama takataka. Which until now it has no spots. Na mimi leo niko na miaka 10 hapa kwa Amerika. Amen. Sasa nikajiuliza kama kale niliweza kukatunza mpaka leo. Hakana takataka. Mara ngapi vazi la wokovu? Amen. Kama ningejua thamani yake. The garment now of salvation, if I knew is value. Sasa nilikuwa nimetoka tu kusoma tena kupita humu niko nasoma. And when I was reading only, when I was passing through the scriptures reading, nikasikia kabisa vikakuwa kuroho yangu sana. Then I felt like it was already on. Sasa tumisha toka mule murumu. And once we came out of the room, nikakutana Frere Moise iko pale fasi ya kukamata cafe. And I found Brother Moses way to the hotel. He was taking coffee. Na mimi nikakamata cafe. I took also coffee. Sasa na tulikuwa tuisha check out, tuisha pana hata funguo. And we had already checked. Akila ananiambia kama naenda mugari niko nakunywa ile kawa. My spirit said go in the car and start drinking your coffee. Sasa nikakamata gari kamfuniko kwa kufunika kwa ile tanse pale yu. Then I took also the cover. Chia nini una protect kanguo kangu? Why? Because I would say kama itazi funike mfuniko. If I don't cover, tukuna anaweza piga break makao ya maybe the driver will stop. Sasa kwa maana ile mfuniko tu kufunga hivi. Tumishafika sasa pale kugari. Yeye iko ndani. Kama nilifanya je na mimi sikumbuke. Kawa nikakutana nimeshakia kunifika hivi kumangu. Then I saw already the coffee is on my. Si nimesha kujichafua. The coffee is already on my jacket. Sasa ninaanza ona. Then I said, akili ananiambia na nini kilinituma nikamate ikawa wakati ya mwisho tuko tunatoka. What sent me only to take this coffee and the last time we are coming out. Amen. Kisha nikasikia roho inaniambia mule. Then I heard the spirit saying to me, umefadhaika juu ya hii vazi yako. Then you see how you sasa you feel with your garment. Kwa ajili ya vazi lako la wokovu sasa. What about your garment of salvation? Amen. Tellement jibu tena kanijia vile vile. Then the answer came again to me. Mara moja na ile cafe hamu yake kaisha. At the same time mzee akaniambia tutafute tu kapepa au mjipitishe kwa tutatoka hivi haya kao. Basi mkaonga ngona na kapepa pale, nikajisaidia pale maana ile kafe nikaenda tupa motrash. Amen. Amen. Throw it in the trash. Sasa frère, juu ya aka vraiment ambao ni kazi tu ya mikono yetu. The work of my hands only. Ninajua badada muko na kule muko na zile nguo zenye mnaheshimia kuliko zingine. Kuna kabunja. Kakatoka nyumba kakao kesha pata mraba. Hapo na niko naenda kutoka sasa. Kama tunaweza kufanya kazi juu ya vitu kama hivi. Tunafanya kazi kama juu ya vitu kama hivi. Mara ngapi kama tungelijua thamani ya hiyo wokovu. Amen. Tungelitunza kuliko hata na dola. Amen. Could keep it more than dollars. Wewe ulishakaona mwenye alitumika kwa bidii kuipata dola. If you ever see someone who worked tirelessly, alishimama masaa 10 bila usingizi juu ya kutafuta dola. Kisha uiweke tu kimchezo kwenye panye tabia ishambulie. Then put it only at the place where you know that. Sio mama zimu kuingia mkichwa. Unless if you are out of your sasa mind. Kama dolari zinaweza kulindwa na watu. Now if dollar can be kept by people. Kama dolari zinaweza kukamata hata mioyo za watu. Amen. Even the heart of people. Mara ngapi hiyo? Hallelujah. Kama tungelijua thamani ya hiyo wokovu. We knew the value of. Hatuwezi kulinganisha na mapombe ya hii dunia. Amen. We cannot compare. Hatuwezi kulinganisha na malaya wa hii dunia. Hatuwezi kulinganisha na anasa za hii dunia. Amen. For all pleasure of the world. Frères et sœurs, brothers
Mwenyewe unaweza kumupa shetani dakika 5 ya kubakia mkuchafuliwa kwa mavazi yako. Vraiment. Give Satan 5 minutes to make your Ni garment kitu kimoja dirty. kenye natudanganyaka nacho. One thing only he Ni deceive us with. kuficha kwanza siri ya mwisho ya maisha yako. That's the secret of the end of your life. Yana kwambia huko na longe historia ya Then kuishi. he will tell you, oh, you have a Ungali na long miaka. time to Kumbe live. Mungu yeye anajua You kama have years. wewe ni siku mbili tu Wow, God utaenda. knows Amen. it's only Na 2 wewe days. ungelifunuliwa wanakwambia huko na siku And mbili tu if you utaenda. knew that you Usingelifanya ile have michezo only yuko 2 nafanya. days Amen. to go, you couldn't do Hallelujah. that work you are doing. Si Mungu atusaidie sana. Sisters, Nani mwenyewe anaweza kujua kama maisha yako huko tu na juma mbili utaenda? who knows who may Kisha Fredo who can ufanye know mchezo that ya makahaba I na have mabele. only 2 weeks to go and you start playing with Si utaingia mu mapriere ya utaka. Amen. You go in prayers with Amen. sanctification. Me But utambue hii leo remember that Yeah. today, today, tuko na maisha mara mbili. we have life, Maisha ya hii ulimwengu the life in this world, na maisha yetu katika ufalme wa Mungu. Amen. life in Au the tuseme kingdom of maisha God. ya kiroho. Sasa, Tuna maisha ya kimwili na maisha ya kiroho. Amen. Physical life and Na the ile spiritual maisha life. yote And the mbili 2 lives, yote all of them, uzuri wake, the goodness of them, msingi the yake base, inaanza na leo ya foundation. mtu. Amen. Start with your Frere se kwa maisha ya hii mwili For the life of this ukacheza world, na leo yako, if you play hii leo yako today, hauna kesho ya baraka. Amen. tomorrow which is blessed. Na mu maisha ya kiroho And in the spiritual ukacheza na life, hii leo if you yako, play with your today. si maandiko ndio natuambia The scripture says, kama leo if utasikia today sauti ya you Bwana, can hear usifanye moyo wako the kuwa word of mgumu. Amen. Ju- Unaweza cheza na hii leo Because na you kesho may na hauna play nayo tena with mafanikio. today, Unaweza kupitisha hii leo yako you may na hauna kesho ya kurekipere. tomorrow to Ndio maana muhimu mpango ya ukombozi. That's why in this plan of Bwana salvation, wetu Yesu Kristo anaanza na leo ya mtu. our Lord Jesus Christ start with day to day of the person.